Mtakufa vijana wangu. Mtakufa. Huwa nikikumbuka hii story, huwa sipendi kuihadithia sehemu yoyote. Zingatia haya. Ni marufuku kutumia mihadarati ya aina yoyote katika hili nyumba. Na sio hilo tu. Ni marufuku kukutana kimwili na mwanamke wa aina yoyote, hata kama ni mke wako, katika ile nyumba. Mkizingatia hayo, mtatoka salama katika ile nyumba. Angalizo, hata kama ni mke wako. Ila msipozingatia haya, usiku mtauona mrefu sana. Haya, nenda. Sawa. Nimekuja kukuomba msamaha kwa kukuhisi vibaya. Nimekuja kukuomba msamaha kwa kukuhisi kama unatoka na bwanangu. Sikujua kama ni rafiki yako. Unajua wewe demu una mbwembwe sana. Halafu mimi na bwanako so marafiki tu. Yaani yule ni zaidi ya mshikaji. Yaani yule mwanangu sana. Wala mimi sikuwa huko uliko kuna kufikiria wewe. Sema wewe tu ulishindwa kujiamini. Alafu mimi hizo sio vitu zangu kabisa. Situmiagi kabisa hayo mambo. Sawa? Alafu wewe angalia kilichokuleta hapa. Wewe kilichokuleta hapa si kazi. Sasa hizo habari za wivu, sijui mapenzi, mkaoneane huko nyumbani. Sio hapa. Ndio maana nikaja kukuomba msamaha ili yaishe. Siku nyingine ukileta hizo pigo zako mimi nitakuzingua. Alafu wewe jiamini, mtoto wa kike. Siku zote mwizi na aliyoibiwa ana dhambi sana kuliko mwizi. Kwa sababu aliyoibiwa anabaki kusema fulani fulani fulani. Ndio wewe hapo. Usimuhisi mtu. Chunguza kwanza. Alafu wewe mtoto wa kike unaacha kujiamini, unakuwa na wasiwasi wako. Hivi unahisi ni kweli Pengo amepoteza ile ramani ama amekuja kutupoteza? Kwa nini? Mimi kiukweli hata simuelewi. Yaani jinsi alivyokaa amekaa ni kama mtu tapeli vile. Mwenye sielewi. Habari. Safi. Salamu. Samahani. Naomba nilikuwa natushani idea kidogo. Hivi leo stars nyinyi mnamuelewa? Kwa nini? Vipi? Sawa. Unajua kuna vitu ambavyo alivyoongea ustazi kabla tujafika huko. Lakini cha ajabu na kweli vinatokea. Alisema katika safari yetu hii kuna babu kikongwe ambaye atatusaidia makazi. Na pia akasema katika hiyo nyumba kuna vitu ambavyo vitajitokeza vya ajabu. Ni kweli. Kwa sababu tokea nilipofika hapa hivyo vitu mimi naviona. Lakini kweli hata mimi nakumbuka kwenye gari aliongea hivyo. Ndio. Na jinsi alivyokuwa anaongea ni kama mtu ambaye alishatangulia akajua kipi kitakachotokea. Jamani, mimi hapa ninachokiona, ninachotakiwa tuwe makini. Ndio tuwe makini ili tuweze kupambana. Ni kweli. Msiogope. Tunatakiwa tuwe makini. Yeah. Sawa. Basi ndio hivyo. Nishaanza kuwa dina hofu. Ndio hivyo, tunatakiwa tuwe makini.
Ndugu zangu, nawaomba radhi sana. Naomba munisamehe kwa hiki kilichotokea. Mimi kweli Ramani nimepoteza, lakini sijapoteza kwa makusudi. Nimepoteza kwa bahati mbaya. Kwa hiyo naomba munisamehe sana. Hivyo basi, kupotea kwa Ramani sio kupotea tunapokwenda. Mimi na imani tukishikamana, tukishirikiana, na imani tutafika na tutapata kile ambacho tunahitaji kupata. Kwa hiyo naomba msivunjike moyo, msikate tamaa. Ndugu zangu, hii sehemu sio salama, lakini itakuwa salama endapo tutafuata sheria, kanuni na taratibu. Mzee ameniambia vitu vingi sana, na hivyo vitu mimi nawaambia hapa. Cha kwanza ameniambia hatuhitajiki kufanya mahusiano ya kimapenzi humu ndani. Hatuhitajiki kufanya ngono ya aina yoyote humu ndani. Haijalishi una mume, haijalishi una bwana, yaani mahusiano yoyote hayatakiwi ya kimapenzi. Na kingine aliniambia ulevi wowote ambao umepingwa na serikali na Mwenyezi Mungu pia hutaki. Unajua kabisa mimi hapa ni kila kitu akili yangu inachetuka. Usitumie, sitaki. Sihitaji mtu avute sigara, simhitaji mtu avute bangi, sihitaji mtu chochote kile kichafu kisifanyike humu ndani. Ili tuweze kulala kwa salama, kesho tuendelee na mambo mengine. Nadhani tumeelewana. Kwa hiyo wanawake watalala sehemu yao, wanaume watalala sehemu yao. Yoyote atakayekeuka, mimi nikionana naye, ama zake ama zangu. Nadhani tumeelewana. Wanawake mtalala chumba chenu, wanaume chumba chenu. Msisogeleane, sihitaji matatizo. Kuna mtu mwenye swali? Hamna mtu mwenye swali? Mimi nimemaliza. Naomba muyazingatie haya. Niache. Usiniguse kabisa. Sikiza nikwambie. Hata mimi mwenyewe sijapenda kile ambacho kimetokea. Lakini kumbuka kuwa Pengo ni kiongozi wetu. Na haya alitoa ni maagizo tu ambayo amepewa na huyu mzee. Sasa kwa nini unahisi mimi nataka kukusaliti kwa nini? Ina maana uniamini? Kwa nini unaniona mimi mjinga, si ndio? Waniona mimi mpumbavu. Hakuna maamuzi yoyote ambao walichukua kiasi kwamba wameangalia, wamechunguza, wakaona huu ndio uamuzi sahihi wa mimi kutengana na wewe kulala. Si ndio? Yaani mimi na wewe ulale kule, mimi nilale huku. Alafu unaniambia nini hapa saizi nikuelewe? Najua, lakini kumbuka hii ni miji ya watu. Sijui unanielewa? Isitoshe, Pengo ndio maelezo ambayo amepewa na mzee. Tuvumilie tu sisi kwa leo tu mpenzi wangu. Wewe usinichanganye. Unayeongea naye hapa ni mtu mzima. Ninaelewa kila kitu. Na mchezo ambao mnaucheza
mimi nilishawahi kucheza hapo mwanzo. Kwa hiyo nauelewa hatua kwa hatua. Si unanipata vizuri? Mimi sio mtoto mdogo. Nyinyi kuna kitu mnanificha. Sikiliza. Sio mimi na wewe tu. Watu wote hawapaswi kuwa na mahusiano, ndio tulichoambiwa. Sasa kuna unashindwa kuelewa mpenzi wangu? Nyinyi mna plani zenu. Kwa sababu kwanza naona una shobo sana na yule dada minyama yule. Yule kwa kipi? Ile minyama ndio inakufanya umfuate yule, Kwani mimi sio mzuri? Ulivyonifuata mbona ulinisifia sana, unaenda unamfuata yule dada? Ndio plani zenu, unataka ukalale na yule dada, si ndio? Ipti mpenzi wangu. Yaani kwa nini wewe, kwa nini ufikiri wako unakuwa mdogo hivi? Kwa nini? Mimi unataka sina hata mahusiano naye, maskini ya Mungu. Ni yeye tu mimi ananishughulikia kwa sababu kameraman anataka kupiga picha kali basi, lakini mimi sina tamaa. Kwanza simpendi. Sina hata kumwazia, sina hisia naye hata kidogo. Mimi nakupenda wewe mpenzi wangu. Kwa hiyo humu hamna mdada yoyote ambaye anakupenda zaidi yake. Mimi sio mtoto mdogo, unajua. Mimi ni mtu mzima, naelewa kila kitu na naelewa mchongo mzima. Sasa wewe endelea na wewe mtu wako. Alafu tukirudi nisikusikie unaniita mpenzi wangu wala nini. Endelea na wewe mtu wako. Ipti. Ndugu zangu, historia inatufundisha kufahamu mambo ya kale, maana mambo ya kale ni ya dhahabu. Hivi unafahamu vipi? Au huwa unasoma historia? Kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu, yeye ni mwingi wa rehema. Uwezo huu alionipa wala si kusoma historia, ni kwa karama tu za Mwenyezi Mungu alizonipa. Kwa hiyo nani? Yaani hao vijana walikaa kikao kama hichi, walipatwa na mshtuko baada ya kugongewa hodi na mtu ambaye asiojulikana. Hivyo ndani ya dakika 5 kuna kitu kinakuja kutokea. Kitu gani? Kuna nini? Vipi? Poa. Hivi Pengo, ulichokuja kutuambia kile, ulikuwa unamaanisha au ulikuwa unataka kutuogopesha tu? Namaanisha. Ni ukweli mtupu. Ni ukweli mtupu, Jessica. Unajua, muda uliotoka na yule mzee, Masai aliingia na mwanamke chumbani. Unataka kuniambia kwa muda waliotumia huko chumbani watakuwa hawajafanya kweli hicho kitu? Masai ameingia kwenye nini? Huyu Masai? Kwani sisi tuna Masai wangapi huko ndani? Kilichotokea kimetokea. Utamuelewesha mzee kwamba hicho kitu kimetokea kabla hajakwambia hivyo vitu. Kwa hiyo sisi tulikuwa hatujui. Kama ni muelewa ataelewa tu. Jessica, naomba unielewe. Yule mzee alikuwa anamaanisha. Alikuwa anaongea kuchozi linamtiririka hivi kabisa, mzee kama yule. Nachoka kabisa. Hivi wewe unahisi kwa muda aliotumia Masai na yule mwanamke ndani atakuwa hajafanya kweli hicho kitendo? Hofu yangu kama Masai amefanya mapenzi ndani. Uone kama tumekosema shaiti. Kilichofanyika kimefanyika. Atakuwa amefanya? Hatuwezi kubadilisha kionekane hakijafanyika.
wewe ni kumtafuta yule mzee kuongea naye. Alafu mimi sinaga imani na hivi vitu. Hakuna sheria inayosema watu wasifanye hivyo vitu. Eti? Kwa hiyo yule mzee atakuwa tu ameongea kwa kutuogopesha sisi ili tuwe na wasiwasi. Labda kwa sababu hatuzijui mila na desturi za hapa. Usiamini bwana vitu kama hivyo. Sema mimi sikupingi, mwenye unajua. Poa basi mimi nipo ndani. Au si? Poa basi. Ah!